Kwa majina naitwa Jackson, msaidizi mwandamizi, mtaalamu wa wagonjwa wa ICU ambaye anafanya kazi katika hospitali ya mkoa Bukoba. Na nipende kujulisha jamii na wananchi kwa ujumla kuhusu ICU na huduma za ICU kwa ujumla zikoje. Kwanza, maana ya ICU. ICU ni kifupi cha neno la Kiingereza ambalo ni intensive care unit, na kwa maana kwamba ni kitengo maalum au chumba maalum ndani ya hospitali ambacho kinahusika na magonjwa mahututi. Tunaposema magonjwa mahututi, ni magonjwa ya aina nyingi, na labda tujue kwamba ni magonjwa gani ambao tukisema ni magonjwa mahututi ni akina nani. Ni wale wagonjwa ambao wanahitaji uangalizi wa karibu sana kuliko wagonjwa wengine. Huduma za ICU zilianza mwaka 2000 ambapo tulikuwa na chumba kidogo, baada ya kugundua kwamba kuna uhitaji wa wagonjwa ambao wanahitaji uangalizi wa karibu kama hao, kwa sababu tulikuwa tukiwapokea ambapo inakuwa shida sana wanapochanganywa na wagonjwa wengine, kwa sababu hawa wanahitaji uangalizi wa karibu sana. Tukatoa chumba kidogo ambacho kilikuwa na uwezo wa kuchukua wagonjwa 2 mpaka 3. Sasa serikali ikaona hapana, kuna namna ya kuboresha. Mwaka 2022 ndo serikali ikawa imejenga jengo la ICU, mradi ambao tukaunganisha na EMD, kwa huduma nyingi zilianzishwa. Sasa ICU ilianza rasmi mwaka 2022 ambapo hii ya sasa hivi ina uwezo wa kulaza wagonjwa 6 kwa mkupuo, na wastani wa wagonjwa wanaopatikana hapo wagonjwa 25 mpaka 30 kwa mwezi. Sio watu wanavyotakiwa kuitafsiri. Zamani ICU ilikuwa inatafsiriwa kwamba ni bahati nasibu, sio sahihi. Jamii inachotakiwa kuelewa kuhusu ICU ielewe kwamba ni kitengo kinachofanya kazi kwa ajili ya kusaidia wagonjwa mahututi, wagonjwa wanaohitaji uangalizi wa karibu. Iondoe ile dhana ya kutafsiri kwamba ICU ni bahati nasibu. Mambo ya kuzingatia mgonjwa anapoletwa ICU: moja, ni utaratibu unaopewa na watoa huduma, ikiwemo kuchukua taarifa sahihi na maelezo sahihi ya mgonjwa wako anapokuwa amelazwa ICU. Namba 2, utaratibu wa ICU. Utaratibu wa ICU uko tofauti na utaratibu wa bodi zingine. Mgonjwa akiwa ICU, wataalamu wanakaa na mgonjwa masaa 24 bila kuondoa mguu, na ndugu wa mgonjwa anamaanisha relatives. Ndugu, kusema ndugu kwa Kiswahili huwa tunasema ni kaka na dada, lakini hapa anachokimaanisha ni relatives, wale wanaweza kuwa mjomba, mzazi, mtoto, tunaita ndugu. Sasa ndugu, huwa tuna utaratibu maalum. Ndugu anaandikishwa kwa mmoja ambaye atakuwa anapewa taarifa za mgonjwa, kwa sababu wagonjwa tunaokuwa nao mara nyingi hawajitambui. Sasa tunamwandikisha ndugu mmoja ambaye atakuwa anapewa taarifa za mgonjwa, maendeleo yake, wapi tumefikia na mgonjwa anaendeleaje. Sasa huyo mmoja ndiye anatakiwa aende akawaambie wengine kwamba maendeleo ya mgonjwa yako 1, 2, 3, na tunapenda ndugu achukue taarifa hizi ICU penyewe, asichukue kwa mtu mwingine, achukue kwa wataalamu wanaomhudumia mgonjwa, ili kuondoa baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikaleta shida kama mkanganyiko wa taarifa. Huduma za ICU zinapatikana katika hospitali ya mkoa Bukoba. Wataalamu wapo na hali ya vifaa vinavyofaa kwa angalau 90% ambavyo vinaweza vikahudumia wagonjwa, na vifaa vipo. Vifaa ambavyo vinapatikana na ventilator mashine,
kuna defibrillator, kuna infusion pump ambazo zinatumika kutoa dawa kwa wagonjwa. Vifaa vipo vya kutosha. Kwa hiyo tunawakaribisheni sana wananchi kwa ajili ya kuchukua huduma katika hospitali ya mkoa Bukoba.